kuongea yote hayo, turudi kwake mzee Macha. Umemwelewa mwanasheria na upo tayari kumpa huyu mama haki zake zote za msingi kwenye kila kinachomhusu? Mimi kwa kifupi mwanasheria nimemuelewa. Nimejaribu kumuelewa kwa sababu bado na panic kutoa mali zangu. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Inabidi aendelee kuhudumiwa. Mzee Masha una wajibu wa kumhudumia mpaka pale atakapokuja kuolewa na mwanaume mwingine. Mzee Macha, umemwelewa mwanasheria? Mwanasheria nimemsikiliza. Kwanza ile ambayo amesema hapo kwa huyo mama, majukumu ambayo anakuitaka wewe ufanye, upo tayari? Tuendelee mheshimiwa. Sawa. Na pia nakuja kwa mzee Masha, si ndivyo? Mzee Macha. Ani mzee Macha? Okay, kumrazi mzee Macha. Kumrazi. Unajua kwa bado tujafahamiana vizuri. Bwana mzee Macha, nimekusikiliza vizuri. Jambo ambalo ulikuwa unalisema ya kwamba utaki tena ndoa pia, si ndivyo? Lakini katika maneno yako ulikuwa unatangaza hadharani ya kwamba mama hawezi kupata kitu chochote. Sasa ushauri ambao unaweza nikakupatia mzee Macha ni kwamba kama ni kweli humtaki huyu mama, inabidi ufuate utaratibu wa kisheria. Na pia kama huyu si tena, tunasema kwamba kuna muda upendo huwa unafika tamati, ya kwamba mapenzi ambayo yalianza awali sio yale ambayo tutamaliza nayo mwishoni. Ikafikia kile kipindi ambapo upendo umeisha kabisa na uhitaji tena kumtesa mwenzio, basi fuata utaratibu wa kisheria. Usimtese sasa mwenzako. Wewe si unamhitaji huyu? Jambo ni hili hapa mzee Macha. Wewe umefunga ndoa ya Kikristo. Sawa? Hauwezi ukaunganisha mwanamke juu ya mke. Una mke mmoja, huwezi kuweka mke mwingine juu. Angalia ukiangalia kifungu namba 15 cha sheria ya ndoa kinasema ya kwamba mtu aliyefunga ndoa katika dini ya Kikristo, hiyo ndoa itakuwa ni ya mke mmoja, mume mmoja tu. Hauwezi kumuunganishia mke wako mke mwingine juu. Kwa hiyo huyu kwenye macho ya kisheria hatambuliki hata kidogo. Huyu sio mke halali ndani ya sheria, hatambuliki hata kidogo. Kitu chochote, tena nasema kitu chochote ambacho ulifanya naye huyu, nitakuja vizuri, nitakuja huko upande huko mshauri, lakini kitu chochote ambacho umefanya naye hakitambuliki mbele ya sheria. Kuna hasara nyingi huyu mama atazipata kwenye haya macho ya sheria, huwezi kuamini. Lakini pia jambo lingine ambalo nilikuwa nakushauri mzee Macha, katika swala la kugawana mali, sio lazima mama awe na yeye anaenda kazini, anaenda kupata pesa, anaenda kupata kipato, anakuja ananunua vitu ndani anaweka. Hapana, haipo hivyo. Utaratibu haupo hivyo. Hichi kipindi wanawake pia wamepewa nafasi moja ya kuweza kutambulika mbele ya macho ya sheria. Hata ule mchango mdogo ambao anabaki anaufanya akiwa nyumbani kama mama wa nyumbani, hiyo ni moja ya mchango wa wewe kukusaidia kwenda kupata kipato. Anapobaki nyumbani, anabaki anakufulia, anabaki anakupikia, sawa, anakupatia haki yako ya tendo kama mke. Hiyo ni moja ya kitu kikubwa ambacho anakifanya, ni mchango wake katika kujenga kipato. Kwa hiyo mali zozote ambazo mlizipata kipindi cha ndoa, hizo mali zitakuwa zipo katika macho ya sheria, zinabidi zigawanywe kwa wanandoa. Labda kuwe kuna mkataba maalum ambao ulikuwa unasema ya kwamba hii ni mali yangu mimi peke yangu na hii ni mali yake mke peke yake. Haikatazwi kuwa na mali za tofauti, lakini inabidi kuwe na mkataba maalum ambao umethibitisha kwamba hizi ni mali za mke, hizi ni mali za mke. Kama hakuna direct, sisi tuna presume kwamba, tunaamini ya kwamba hizo mali zinamilikiwa na wanandoa wote kwa pamoja. Mzee Macho, wewe una mkataba wote na mke wako juu ya mali zenu? Sina mkataba wote. Sina naye mkataba wote. Mama, mna mkataba wote labda mliekeana kwamba kuna vitu hivi vyake hivi?
Hapana. Sawa, unaweza kaendelea mheshimiwa. Sawa, pia hapo napenda kukumbusha tena, kuna muda nilikusikia unamtishia kwamba una uwezo wa kumpokonya vitu ambavyo uliweza kumpatia. Ipo hivi mzee Macha Kumraz, kifungu namba 61 cha sheria ya ndoa. Haya si maneno yangu, naomba usininukuu mimi. Mimi ninatokea, haya maneno yote nayo yaongea yanatoka kwenye sheria. Ukiangalia kifungu namba 61 cha sheria ya ndoa kinasemaje? Zawadi zote ambazo walikuwa wanapatiana mke na mume kipindi cha ndoa, hizo zawadi wakija kuachana haziwezi zikarudi. Kama kuna zawadi ulitoka siku moja kazini ukiwa una furaha, ukafika ukamzawadia gari mke wako, ukasema hili ni gari lako, litakuwa katika umiliki wako, haiwezi ikarudi, ile itakuwa ni mali yake. Na pia kama kuna biashara ulimfungulia ukasema hii mke wangu itakuwa ni ya kwako, utasimamia wewe, ile itabaki kuwa mali ya mke, haiwezi kurudi. Na huo uhalali unapatikana katika kifungu namba 61 cha sheria ya ndoa. Mzee Macha, huo ni ushauri ambao napenda kufunga kwa Mzee Macha. Labda kama kuna jambo lingine ambalo anataka kulifahamu sheria inasemaje, hawezi kuniuliza. Una lolote? Mwanasheria, nilikuwa nikuulize swali moja. Ndio, karibu. Mwanasheria, umeoa? Wewe una mahusiano? Ivan. Naam. Mjibu tu mheshimiwa. Naruhusiwa kumjibu? Mjibu, hamna shida. Ndio, mimi nina mke. Alafu na watoto? Na mtoto mmoja. Kwa hivyo unavyozungumza unavifuatilia kwako Sahihi kabisa. Sawa. Tuendelee mheshimiwa. Yaani sheria ni msumeno Mzee Macha. Haimaanishi yale ambayo anaongea ni kwa ajili yako wewe au yameanzia leo kwenye ndoa yako wewe. Ndio sheria ambayo inatumika kuhukumu ndoa zote. Sio kwamba hiyo anayoongea ni kwa ajili ya ndoa yako, hapana. Kwa hata leo mimi kitokea nimeoa na mke wangu tumekwaruzana, na mimi msumeno utakata hivyo. Sheria msumeno inakata huku na huku. Hata kama yule hakimu wa mahakamani yeye na mke wake wakakwaruzana, bado sheria itapita mule. Sijui umeelewa Mzee Macha? Nimekuelewa. Tupo hapa kuelewana. Leo sio siku ya ugomvi, wala ndio maana nikwambia sio siku ya ugomvi, sio vita. Tupo hapa kuelewana, kuwekana sawa. Karibu mheshimiwa, endelea. Okay, asante. Lakini pia kwa kupenda kukumbusha hapo Mzee Macha, umeniuliza swali, asante. Nadhani nimekupatia majibu, lakini pia napenda kumwambia kwamba sheria ndio inavyosema hivyo, lakini pia napenda kuthibitisha zaidi kwa kukupatia baadhi ya maamuzi ambayo tayari yameshaamuliwa na mahakama. Unajua bwana Ivan, katika utaratibu wa kisheria sisi wanasheria huwa tunatumia mifano ya kesi ambazo tayari zishaamuliwa na mahakama kuweza kupredict au kuweza kutabiri pia hata maamuzi mengine yatakuwaje au kesi zingine hizi zitaamuliwaje. Ukija kuangalia hichi kinachoendelea hapa, kuna kesi ambayo tayari ishawahi kuamuliwa mahakamani ikiwa inafanana na hichi kitu ambacho kipo hapa. Kuna kesi moja maarufu sana ambayo ilianzisha sheria ndogo, ambayo hiyo kesi ni kesi inaitwa ni kesi ya Bihawa, ambayo ilikuwa ni dhidi ya Mohamed Saif. Hiyo ilikuwa ni kesi ya mwaka 1983 ambapo mahakama kuu iliweza kutoa maamuzi ya kusema kwamba si lazima mke awe anafanya kazi kuleta kipato ndani ya nyumba. Ule mchango wake kama mama wa nyumbani unaweza ukapelekea yeye kuwa ni moja ya mtu mwenye haki katika zile mali zilizopatikana wakati ule wote wa ndoa. Kwa hiyo ukija kuangalia hichi kitu kinachoendelea hapa, tayari kisha kutolewa maamuzi na mahakama ikatoa maamuzi yao. Mzee Macha pamoja na mke pia hapa, mke wako, niliomba muweze kuelewa hilo jambo. Narudi sasa upande huu